Vijana oye! Kamkunji oye! Wamama oye! Nairobi oye! Hey, hey. Hello? Wahenga walisema ati nyota mwema huonekana, nyota nzuri onekana asubuhi, sio? Tumerudi hapa tena Kamkunji. Tumerudi leo kuzindua kirasmi kampeni ya hapa Nairobi City. Mmeona tumekuja hapa na ma MCA, ma MPs, women rep, senator na governor ya mji wa Nairobi. Vijana hapa hapana piga kelele. Tulieni. Hello. Nataka vijana muwe kimya kabisa hapa. Tuko na maneno muhimu siku ya leo. Siku ya leo tunataka maneno itoke hapa Nairobi niende kwa pembe zote ya Jamhuri ya Kenya. Na kwamba Wakenya wamechoka. Wakenya wanataka mabadiliko. Miezi mitatu iliyopita nilitangaza kuanziliwa kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya. Nilisema ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikafukuza wazungu kutoka hapa. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ya uchumi, the economic liberation of Kenya, na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono. Anaye macho na anasikia na. Hii Nairobi ilikuwa inaitwa the Green City in the Sun. Sasa imebadilika, inaitwa the City in the Shit. Tunataka kurudisha Nairobi pale iliyokuwa mwaka 63. Hapa Kamkunji kulisimama hapa Wakenya mashuhuri kabisa. Kulikuwa hapa Mzee Kenyatta, hapa kulikuwa Jaramogi Oginga Odinga, kulikuwa James Gichuru, kulikuwa Njoroge Mungai, kulikuwa Thomas Joseph Mboya, kulikuwa na bwana Paul Ngei. Walisimama hapa wakitangaza uhuru. Mkutano ya mwisho kabla ya uhuru kupatikana ilifanyika hapa Kamkunji. Na walikuwa wanasema tunataka kushika hatamu ya utawala ili tupigane na maadui matatu makubwa ya watu yetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa baada ya miaka 58 wale maadui bado wamo na wako na nguvu zaidi, ama sivyo? Hapa Nairobi unakuta hapa watu wanahangaika. Vijana hapa wamejaa na hawana kazi. Wale kina mama wana shida. Watu wa jua kali wanahangaishwa hapa.
Mabarabara hapa zimejaa na mahandaki. Maji ni shida katika mji wa Nairobi. Takataka imejaa kila mahali. Zinanuka Nairobi hii. Kodi ya nyumba ni juu kabisa kwa Hello? Bei ya chakula iko juu. Bei ya unga, bei ya mafuta taa, bei ya stima, hata nauli ya abiria kusafiri Nairobi hii iko juu sana, mshahara iko chini. Yale yote ni shida. Ukienda mji wa Kigali kule Rwanda, hapa Rwanda tu, Bwana Paul Kagame amesafisha Kigali, utafikiri wewe uko Ulaya. Ukiwa hapo Kigali, kila mahali iko safi. Mabarabara hakuna mashimo. Na maji iko. Kila mahali kuna maua imepandwa kila mahali. Hakuna takataka. Watu ni wangwana. Hata Wakenya hapa tunaweza kufanya haya. Sasa kwa upande wa ajira, juzi niliongea juu ya mambo ya kashfa ya wafanyakazi wa jua kali. Wafanyakazi wa jua kali wana shida kabisa hapa. Kwanza wanachukuliwa ati watu ambaye hawana masomo, kwa sababu hawana certificate. Sasa wao hawezi kupata kandarasi direct. Mbwanyanya ndiye anapewa hiyo kandarasi. Alafu anakuja sasa na subcontract mtu wa jua kali. Jamaa amefundishwa kazi, anajua kazi ya ufundi. Mwingine anajua kazi ya kupiga vyuma na kuundaunda. Mwingine anajua kazi ya welding. Mwingine anajua kazi ya mechanic. Anajua kazi ya electrician. Mwingine ni mseremala. Mwingine anajua kuzeeka manyumba na ile vigae. Lakini hawezi kupawa kandarasi direct ati yeye hana certificate. Tumesema tutaleta mfumo unaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Kama wewe unajua kazi vizuri, hata wewe ni fundi wa cherehani, utapata certificate. Na hiyo that certificate shall be recognizable. Now we'll be able to get contract direct from the government bila kupitia kwa hawa mabwanyenye. Niko hapa na majina ya viongozi wa jua kali wa hapa. Joseph Kisoro ndio hapa. Aje hapa. Rescos. James Maura Kamkunji jua kali. Jamin Marande Shauri Moyo. Paulo Tieno Ziwani jua kali. Patricia Kilonzo Onyango Bondo, John Kiarie. Hawa ni viongozi wa jua kali hapa eneo hii ya Kamkunji. Hawa ndio mimi naongea juu yao. Hawa ni watu mimi natetea. Na mimi naambia kwamba tukishika tamu ya utawala ndani ya siku 100 mambo yao yatabadilika. Nani Aya, jua kali hoye! Jua kali hoye! Leo ni siku ya historia, maana ndio siku wana jua kali wameamua kutembea na serikali ya baba, maana hapa ndio shida zetu zitashughulikiwa.
Baba ameongea lugha ya jua kali. Tangu tupate uhuru hatujapata kiongozi ameongea lugha ya jua kali vile baba juzi aliongea kuhusu jua kali. Kwa hivyo mkiangalia pale munaona mabango za jua kali kijaa hapa mahali popote. Jua kali wamekuja kwa fujo na wameamua Nairobi tumeanza mwendo mpya mpaka baba ingie Ikulu. Asanteni sana. Haya. Chairman ya Kamukunji yako hapa. Halo. Habari zenu wanajua kali wote. Sasa mimi sitasema mengi. Ni kusema tu tunaomba baba. Fifth president. Jua kali yetu tulipatiwa mwaka wa 85 na Rais Mustafa Moi. Alafu tulikuwa watu 350. Saa hii tuko watu 10,000. Tunataka tupanuliwe kidogo sababu watu ni wengi, ndio watu wakisoma wanaenda kwa kaunti zile zingine. Asanteni. Hello. Hello. Hiyo ni moja mambo ya watu wa jua kali. Tutaangalia vizuri. Pili, tumesema ati watoto wetu wote, kila mtoto ambaye amezaliwa katika Jamhuri ya Kenya, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary, kuelekea secondary, kuelekea tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza masomo atapata kazi wa maana. Pale anaweza kupata ajira mzuri, apate mshahara mzuri ya kuimarisha hali yake ya kimaisha na kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Nataka kusukuma wheelbarrow. Mmekataa wheelbarrow. Wangapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tutaanza hazina mpya pale ambapo naweza kukopa pesa na kuanzisha biashara yako na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Mnaunga mkono? Unaunga mkono? Haya yote itakuwa na vijana na kina mama yote. Kwa upande wa ajira, hatutaki watu wetu wazidi kukuwa na shida hapo katika barabara. Tumesema vile vile kwa upande wa matibabu, unakuta watu wengi wanahangaika, maana yake hawana pesa ya matibabu. Saa nyingine unajaribu kuenda kwa hospitali mpaka utoe deposit ndio uingie ndani. Mwingine ameandikiwa dawa na daktari, hana pesa ya kununua dawa. Mwingine ameenda kwa hospitali kwa wodi, ameshikwa teke ndani ya wodi, ati mpaka ilipe milioni ngapi ndio aachiliwe huru. Na kila siku gharama inapanda. Sio? Saa nyingine mtu ameenda kule, ametibiwa, amekufa huko, maiti imetekwa nyara ndani ya mortuary. Ati mpaka sije lipe milioni ngapi ndio maiti waachiliwe huru. Hiyo ni ungwana. Suluhisho linaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care ni Baba Care itahakikisha ya kwamba kila Mkenya, watoto, kina mama, vijana, wazee, wote wako chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia. Ili ikiwa kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Tumeelewana vizuri?
Unaona vizuri? Sasa kwa upande mwingine tumesema tutajenga viwanda vingine ambayo itatoa ajira mingi sana. Jana nilisema Mombasa tutaweka SEZ, ingine Lamu, ingine kule Kisumu, na hapo wengine hapa chini Naivasha. Kwa upande mwingine tutasaidia wakulima. Lakini sasa hapa kuna wale wa Kenya ambao wako na shida mingi zaidi ya kiuchumi, wale ambao hawana mapato yoyote, hohehahe, hawinde, sio kwa chaguo lao, lakini kwa sababu ya hali ya maisha. Inaitwa the poorest of the poor. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule bara ya Ulaya, hata huko Egypt, kule Brazil, hata kule Namibia, iko mpango inaitwa Social Protection Program, mpango ya kusaidia maskini. Tutaanzisha mpango hiyo hapa Kenya, Social Protection Program hapa Kenya, na jamii ambaye hawana mapato yoyote watapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Hello? 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 Kuna wale wa mama ambao wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers. Si mnawajua hawa? Si wako? Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine alikuwa ameoana na mtu lakini wamekosana, ndoa imekuwa mbaya, talaka. Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa. Lakini sasa tunaendelea kufanya kazi. Umefanya kazi, mimba imetokea, kijana ametoroka. Sasa huyo mama anahangaika na mtoto. Hao mama wanapata shida mingi zaidi kwa maisha, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Sasa wale watu wa Tanga wanasema ati baba anadanganya watu, hakuna pesa. Mimi nasema, mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua yale mianya pale ambao hawa mabwanyenye, hawa wafadhili, hawa wezi, pale hawa wanapenyaga naye na kuingia kwa hazina yenu na kuiba pesa zenu. Mtaziba hizo mianya zote, mtakuwa na pesa ya kutosha kwa hii mpango hii ya kusaidia maskini. Hawa kimo chao chiko motoni, mnaelewa vizuri? Ile serikali ambayo tunataka kuunda ni serikali ambayo itakuwa ni safi, italinda mali yenu. Hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo ya kuweza kuiba pesa ya raia. Tutahakikisha kwamba wale wezi wote maskani yao ni Kamiti, Shimulatewa, Manyani na Naivasha, ili nidhamu irudi kwa taifa letu. Tumesema kama wewe ni mtumishi wa umma, unafanya kazi kwa serikali, fanya kazi kwa serikali, hapana fanya biashara.
Ukitaka kufanya biashara, ondoka kwa serikali kwenda fanya biashara. Kukaa ndani ya serikali, huendi huko ati wewe unataka kuwa tajiri. Huwezi kuwa tajiri na mshahara ya serikali. Kama wewe ni mtumishi wa umma, unataka kuwa tajiri mpaka uibe pesa ya serikali. Kwa hivyo haya yote hatutafanya. Siku ile mkaona mimi nikisimama kule kwa jukwaa nikiimba Biblia, nasema mimi Raila Amolo Odinga mutahesabu Halo, mutahesabu siku 100 kuanzia siku hiyo ya Biblia, the first 100 days of Baba's government. Hivi karibuni nitatangaza yale hatua ambayo tutachukua. Halo, huyo kijana mnaimba jina yake, hajui, alikuwa ni mtu wa mkono wa Nyayo. Tutamfundisha ile mafunzo ambaye nashinda yale tulimfundisha Nyayo. Tunataka hiyo uchaguzi kikisha aende kabisa, rudi kwa nyumbani kabisa, sionekane mahali pote. Yeye ni kijana ambaye hana adabu. Anafikiri ati yeye ana ujuzi mingi zaidi. Ati mambo ya hasla, ati dynasty. Dynasty gani? Dynasty anaweza kwenda kwa jela miaka 9. Wakati nilikuwa ndani ya jela, isi alikuwa anaonyanya matipi ya mama yake. Tutawafundisha kwamba jogoo la shamba haliwezi kuwika mjini. Jogoo la shamba ataweka mjini. Tutamwambia hii Nairobi ina watu yake. Nairobi ina wenyewe. Sisi ndio wa Nairobi. Nataka nyinyi muonyeshe yeye mgeni Nairobi. Mtamonyesha. Onyeshe mimi kwa mkono kama mtuonyesha. Halo, ninamwekea askari hapa. Wapi Igathe? Wapi nani? Sifuna, njoni hapa. Unaona hawa wanajeshi wangu hapa? Mnaona hawa?
Unaona hawa wanne hapa, hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep na senator, yote ya Azimio. Sawa? Alafu niko pale nyuma yao na wajumbe 17. Nataka 17 juu ya 17. Na niko na MCAs 85, 85 over 85. Mimi nataka hapa ya Azimio. Mtanipatia? Mtanipatia? Nione kwa mikono Huyo Profesa Kaloki huyo ni profesa huyo, mnaona. Ametoka Marekani leo. Kutoka kule Texas. Huyu Igathe ni a special financial expert katika taifa letu huyu. Alikuwa amewekwa hapa na mwendazimu mwingine. Yeye akawacha mwendazimu akarudi a clean man huyu. Unamwona huyu jamaa? Huyu Elsa Passaris huyu mama. Edwin Sifuna, kijana kama nyinyi. Sawa? Wanaweza kurudi chini. Sasa karibuni, sasa mechi itaanza sasa. Timu ile ya Tanga itacheza na timu ya Azimio. Sawa? Mbona Tanga wale? Simeona Tanga pale. Wanaongozwa na Ruto, sio? Arab Mashamba. Na nimeona mwingine Arab ile Kaburini ya Kaburini ile, unajua? Bwana Kaburini unajua? Na mwingine ambaye yule ndiye mizi wa dhahabu, simewajua? Unajua? Tumeona pale Weta, tumeona Musalia, tumeona Mutua, tumeona Gachagua, tumeona Kingi. Umeona Kingi huko? Simeona hiyo timu hiyo. Sinaona wanaingia kwa kiwanja. Timu ile ya Azimio iko hapo. Simeona Mama Charity Ngilu hapo. Umeona Papa Zaki Bwana hapo. Umeona Martha Karua hapo. Sabina Chege iko hapo. Simeona hiyo timu Peter Kenneth. Hiyo timu inakuja, sio? Captain yao ni baba. Sawa? Lakini hiyo mechi nitacheza siku nyingine. Nimeona referee Bwana Chebukati anakuja pale na linesman wake. Lakini wanaazimia wanatatwishi kabisa na yeye. Manake yeye amekuwa anapeana penalty ambaye sio halali. Sasa atachungwa kwa makini sana. Sasa nataka nilete nyinyi hapa mbele yenu Timbaba. Moja nianze na Obi Tarus. Ndio hapa huyu Balozi Tarus kutoka Nandi. Azimio! Nina furaha sana kuungana na baba leo kama mmoja ya wananchi ya Kenya kutoka kule Nandi, nikitaka mabadiliko na mageuzi katika Kenya. Hiyo timu nyingine ni ya matapeli na hii timu ni ya mageuzi. Munataka matapeli ama mnataka mageuzi? Munataka mageuzi? Yote yawezekana. Asanteni sana. Asante sana. Sasa ukiuka pale Madam Sabina Chege.
baba anaweza ama hawezi? Baba anaweza ama hawezi? Form ni baba wakati huu. Vijana mko na baba. Hebu nione kura za baba Raila Amolo Odinga. Vijana hai. Mumesikiza baba hapa ametuambia yeye ndio ataangalia maslahi yetu, sawa? Mimi nataka kuomba kwa heshima. Mulinde, mjue Nairobi ni yenyu. Na Nairobi ni ya baba. Na baba ni mmoja ambaye ni Raila Amolo. Nyinyi mnataka baba wa kambo. Walituambia ati wao ni watu wa mama mboga na watu wa bodaboda. Niwaulize, Weta ndio mama mboga? Weta ndio mama mboga? Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? So muniambie, in whose hands is Kenya safe? In whose hands is Kenya safe? Basi mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8, si nyinyi ni jeshi la baba, muamke asubuhi na mapema ndio tuseme the 5th PO Box State House. PO Box. Wacha nione wale wanapeleka baba State House. Na wapenda bure. Tuchunge kura za baba na wale wengine tuambie tunawaona. Mungu awabariki sana. Sasa naleta Mama Martha Karua. Nairobi oye! Nairobi oye! Asanteni. Kura za asanteni. Onyesha kura za baba. Onyesha kura za baba. Mmemsikia baba, mmesikia mipango yake kwa vijana, kwa kina mama, kwa wanyonge, kwa kila mtu. Hiyo mipango haiwezekani bila kuchunga rasilimali ya Kenya. Na ile timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo, anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Hakuna timu ingine. Na muelewe, nchi yetu imo hatarini. Nchi yetu imo hatarini. Mukichagua watu hawaeleweki, tutaanguka kwa shimo, hatutaweza kutoka karne hii. Kwa hivyo lazima tuchague timu ya ukweli, timu inayoaminika, na hiyo timu ni ile inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka. Okay. Asanteni sana. Majina ya wabunge. Usome majina ya wabunge. Nitakupatia ingine. Hello? Hello? Hawa ndio wajumbe candidates yetu. George Aladwa, Yusuf Hassan Kamkunji, Musili Mawadhi, Masi Gakuya. Wapi Masi?
Dennis Waweru, Anthony Oluoch, Wana Wangoro, Babu Owino, Jane Wangoi, TJ Kajwang, Samuel Mwangi, Beatrice Elachi, Tim Wanyonyi, Mark Mwenje, Amos Mwago, Matthew. Kama jina yako imetajwa ukae chini, Jalango. Just go back. Mesha. Sasa nataka kuita timu ingine. Peter Kenneth. Watu ya Kanairo oe! Baba anatosha ama hatoshi? Baba anatosha hatoshi? Aya, mnionyeshe jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niseme hivi, baba akichaguliwa tarehe 9, baba atajenga taifa. Wale wengine watabomoa. Baba akichaguliwa tarehe 9, yeye atapambana na ufisadi. Wale wengine wako ndani ya fisadi. Baba akichaguliwa tarehe 9, niseme hivi, baba ataona bei ya chakula imekuja chini. Tuko pamoja? Tarehe 9 mwezi wa 8, kura zote ziende kwa Raila Amolo. Mimi nataka kusikia vizuri. Tarehe 9 kura zote ziende kwa Raila. Asanteni, Mungu awabariki. Mama Charity Gilu. Charity Kaluki Gilu. Thank you. Wenye Nairobi ya mjambo. Nisalimie kwa hewa, nisalimie. Yangu ni machache. Uwanja huu ni wa historia. Na tuko hapa kufanya historia. Historia ile tunafanya hapa ni kulete viongozi ambao tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ndio wataongoza Kenya kwa vyema sana. Ili wakigawa mali ya Kenya, kila mmoja wenu atapata. Ndivyo tunasema. Tumetembea na Raila Amolo Odinga. Mutampatia kura ya Raila. Tuonyeshe na mkono, tuonyeshe. Mheshimiwa Raila, vijana hao wanahitaji kazi. Vijana hao wanahitaji kuishi vizuri. Wanahitaji chakula. Ingia tarehe 9 na uwapatie hawa vijana kazi. Tutasaidia. Asante sana. Mungu awabariki. Hello. Tabitha Mutero ni candidate
Wiper kule Kasarani. Grace Omondi, Makadara constituency na Kenya. Hello? Hello? Waliniuliza nitangaze running mate yangu, sio? Hello? Nimeangalia hali ya anga. Funga hiyo muziki bwana. Hello? Hello? Nimeangalia hali ya anga. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town. KCC nitatangaza. Sawa sawa, asanteni sana. Saa tano kesho kule KICC nitatangaza. Hello. Vijana, nataka muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Mko nayo? Yaani bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Bas, tarehe 9 mwezi wa 8 baba kama amiri jeshi mkuu atatoa amri alfajiri. Sawa? Atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana 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 fire. Alo. Wale ambao hahusiki watoke juu ya jukwaa. Watoke juu ya jukwaa. Uteremuke mara moja. Na wewe unaenda hapo na kiti, huku kuja na kiti kamkunji. Polisi ukiona mtu amebeba kiti, ujue ni mwizi. Weka hiyo kiti chini hapo. Yes. Polisi ukiona mtu ana kiti, ujue huyo ni kiti ametoa hapa. Yule ameweka chini. Asante. Haya, mmesikia. Kesho saa 5 KICC baba atatangaza mambo. Kwa hivyo hii inakuwa sasa ndio mwisho wa tamasha ya leo. Tunashukuru sana wananchi wa hapa Nairobi kwa sababu ya kuja kwa wingi. Sindikizeni baba mpaka kule barabarani. DJ twende kazi.